Mimi naitwa Suleiman Shauri Jecha, umaarufu wangu ni Baba Mutesa. Baba Mutesa ni kiongozi mwandamizi Simba Sports hapa kanda ya Zanzibar. Kitaratibu wa Tanzania wote ambao sisi Simba, hata ambao watu walikuwa sio Simba jirani zetu wanafahamu na wameshazoea hali hii. Simba kufungwa nje na kushinda nje ndani ni jambo la kawaida. Isipokuwa hawashangazwi na Simba kushinda. Isipokuwa watashangazwa na Simba kuchukua kombe. Sababu sisi kuchukua kombe itakuwa ni jambo la kushangaza kwa watu wengine. Lakini kushinda Simba wao hawashangai kwa sababu wanajua kwamba Simba lazima Tanzania lazima atashinda kwa sababu ni jambo la kawaida. Hiyo haina tabu. Vinginevyo kama mtu labda atakuwa kama kuna jambo chungu itabidi aliteme. Lakini kama tamu alimeze kwa sababu ndo maisha yetu tumezoea. Simba tunachukua kombe tunabeba kwa sababu sisi zama zetu nimekuambia wazi kwamba watu wameshazoea Simba kushinda mechi ya marejeano kwa sababu washazoea. Sisi tumezoea wenyeji Simba na wenzetu jirani zetu mkono kushoto wamezoea kwamba Simba lazima atashinda, ila watashangazwa kwamba Simba kuwa bingwa watashangazwa. Lakini na Simba mechi za maamuzi kama hii mimi nakuwa na ukatili sana na roho mbaya. Na ukatili kwa sababu mimi mara nyingi mambo yangu yanakuwa makubwa. Mnanyie mnafahamu, wachambuzi mnafahamu, waandishi, imekuwa jambo letu la kawaida. Sisi Simba mechi yetu ya mwisho ya kumalizia kufunga msimu lazima tuende na dozi kubwa. Huyu jamaa dozi anayo kwa sababu ameingia maeneo yetu. Sisi tumetokea kwao. Sisi tumetokea kwao na hapa nyumbani kwetu lazima tufanye kazi kama tunavyofanya kazi wengine kwa sababu tuna uzoefu ya watu wa mwisho kuwafungia kazi kama hii. Kwa bahati nzuri katika watu ambao wana uzoefu wa uwanja wa Amani ni Simba Sports Club. Kwa sababu sisi uwanja huu wa Amani ndio tuna uzoefu. Sababu uwanja wa Amani haya hizi bla bla kelele za mlango acheni nazo. Simba lazima kila mwaka lazima aje Amani. Sasa hizi ni kuna watu wakosefu wa haki na amani ndio wanatengeza kama Simba mgeni. Simba si mgeni. Mimi uwanja wa Amani mechi ya ligi hapa nimefunga Azam 2-2. Mechi ya shirikisho nimefunga Stellenbosch. Mimi ndo mwenyeji, sio Berkane mwenyeji. Mimi ndo mwenyeji. Mimi nimeingia finali kwa kupitia uwanja wa Amani. Sasa leo utamwambia vipi Berkane kwamba ni mtu mkubwa kuliko mimi? Mimi tayari wachezaji wangu wana uzoefu, washashinda 2-2 hapa. Tayari washashinda 1-1 hapa. Sasa bado mimi na imani kubwa kwamba na nafasi kubwa ya kushinda goli nyingi leo kesho kutwa tarehe 25 Mungu akipenda. Ile inakuwa kama ni homa ya hafla na mashabiki wa Simba wanatabia kupata homa ya hafla alafu wakapoa hapa kwa sababu sisi tuna madaktari mabingwa. Wanafanya shabiki wa Simba apoe kwa haraka. Na tunashukuru mpaka sasa mashabiki wa Simba wamepoa kwa haraka. Kwa sababu wamepata dozi kubwa na wamepoa na sasa hivi wameingia kwa wingi na uwanja tunashiba wala una wasiwasi hauna mjadala. Sababu dozi kubwa hapa ipo. Mheshimiwa Rais tunampongeza sana. Mheshimiwa Rais Daktari Hussein Mwinyi. Huyu ni mtu wa mpira sana, ni mtu wa michezo. Sisi kumpata Dr. Mwinyi kuhudumia nchi hii nzima ya Tanzania na ya Zanzibar kwa jumla, kwa fupi kwamba tumempata rais mbadala. Tumekaa miaka mingi hatujapata kumuona rais kama huyu katika zana zake za maisha ya serikali, na ndio muona kila kitu kipya tu. Kila kitu na kina kipya, kila pembe ukienda kuna upya, kupita Maisara kuna upya. Huyu daktari kama alichelewa kuingia katika madaraka, lakini inshallah Mwenyezi Mungu tunamuona wazi huyu ni mitano tena, hakuna mjadala. Ni siri ya kambi, lakini tumesema kwamba hisi ya Simba kama nyinyi waandishi wa habari mmezoea. Si mara nyingi tukifunga karamu, mnajua karamu zetu sisi tunafunga na watu. Tushafunga karamu nyingi, tushafunga karamu ya 5, tushafunga karamu ya 4, tushafunga karamu ya 7. Hii ni karamu ya mwisho tunafunga. Kwa hiyo nyinyi mchukue kama zawadi. Hii ni karamu ya mwisho. Na unajua mgeni akitaka kupewa karamu ya mwisho lazima aondoke mzuri. Surprise ipo, hakuna cha kufichana. Hii mechi si ya jioni, mechi ya saa 10, mechi nyeupe, mechi iko wazi. Watu wote tumejipanga kwa sababu ya kusubiri jambo ambalo tumetarajia humu ndani. Wala hakuna mjadala kwenye jambo hilo. Mambo yote yako sawa.